ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا وزير له لا معين له، لا شبيه له لا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله، أشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزى الله نبينا محمدا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. Baada ya kumshukuru Allah jalla jalaluhu na kumtakia rehema Bwana Mtume Muhammad, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia mara nyingine tena tukawa hai mpaka tukaikuta Ramadhani ya mwaka 1446 mwaka 2025. Hii ni neema kubwa sana. Kama utakumbuka Ramadhani iliyopita ya mwaka jana, nilikuwa nikiraddid baadhi ya maneno ya kuonyesha kwamba tuna bahati, na pia niliwahi kusema maneno ya kuonyesha kwamba wengine kuna uwezekano kwamba hatutoipata Ramadhani inayokuja. Nikasema huenda ikawa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anakupa fursatun akhira katika hii Ramadhani, kupa last chance. Na maneno haya baadhi yetu ambao tulikuwepo katika darsa yamethibitika kiasi kwamba Ramadhani hii hatunao, washakwenda mbele za haki, tushawazika. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamuomba awarehemu. Lakini mara hii inaweza ikawa ni zamu yangu mimi na zamu yako wewe, kwamba Mwenyezi Mungu anatupa nafasi ya mwisho katika hii Ramadhani. Yasikilize vizuri maneno haya, huenda yakakuhusu, yakanihusu, yakamhusu mtu yoyote mwingine ambaye atakuwa anatusikiliza. Huenda ikawa hii ni Ramadhani yako ya mwisho, na tukisema hivi hatutishani, tunazungumzia ule ukweli, tunazungumza reality ya life ambayo tunaishi. Al-a'maru kulluha biyadillah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ende mwenye kujua umri wangu na wako utakoma lini. Sote tuliokuwa hapa hatujui tutaondoka lini. Kwa hiyo hizi ni nafasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa, kwa sababu ukipewa nafasi ya Ramadhani umepewa nafasi ya kuzidisha uchamungu wako na mema yako yatakayokufaa kesho akhera. Kwa sababu upate ile Lailatul Qadri moja tu ambayo umeambiwa ni khairun min 1000 shahr, wewe utakuwa mbali sana. Kwa hiyo tumia vizuri msimu wa kheri kama huu, na moja katika njia za kuitumia vizuri msimu kama huu
ni kukutana kama hivi, tukakumbushana, kusoma Qur'ani kwa wingi, ni kufunga, ni kutoa sadaka kwa wingi, ni kulisha, ni kualika watu futari, ni kufanya mambo ya kheri katika msimu huu ambao Mwenyezi Mungu angalau amekupa uhai, unaendelea kupumua. Mimi katika Ramadhani hii nimepanga kujikumbusha mwenyewe na kuwakumbusha ndugu zangu mambo ninayoyaona ni muhimu sana katika maisha yetu, na ningeomba utulivu wenu na uvumilivu. Nina nukat au nukta kama zinaweza zikafika 10 ambazo nimeziona kwamba nizilete mbele yenu, nizizungumze, zitatue mmoja katika matatizo makubwa ambayo jamii yetu imekumbwa nayo. Darasa hizi ambazo inshallah zitaendelea kuanzia leo na kesho mpaka pale nitakapomaliza haya ambayo nataka kuyazungumza, au likitokea jambo lolote lingine. Anwani ya darasa hii ni asbabu inhirafi alkhuluqi inda al-atfal au al-awlad, yani sababu zilizopelekea kupinda kwa watoto kimaadili, wa mualajatuha, na tukipata nafasi na solution zake. Yani katika hizi darasa ambazo zitaendelea kuanzia leo mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atatujalia, nitataja na kuzigusia baadhi ya sababu ambazo zimepelekea watoto wetu kupinda, kukengeuka, kuharibikiwa katika maadili na tabia, na solution zake au ilaji, yani utatuzi wa matatizo hayo. Yoyote katika sisi hili jambo linamhusu, hata kama hana mtoto. Kama huna mtoto, una mtoto wa ndugu yako. Kama huna mtoto, una mtoto wa babu yako, wa ami yako, wa mpwa wako, wa dada yako, wa shemegi yako. Sote tunahusika katika sababu moja au nyingine ya kuwalea watoto. Tunasema watoto kwa sababu watoto ni moja katika mambo yanayouma sana katika maisha yetu. Watoto ni moja katika mambo yaliyokuwa yanashughulikiwa sana na wazazi na jamii na hata serikali. Utaona kuna mambo serikali inaingia kazini na kuingia hasara mara nyingine, na kuingia shughulini kwa ajili ya kupanga na kutengeza better tomorrow ya watoto, yani kesho iliyokuwa ni bora. Mimi nakumbuka tulipokuwa wadogo tukisoma kule Kenya, kulikuwa kuna kipindi kila wiki serikali ya Mzee Moi ilikuwa ikipeleka maziwa katika shule zote Kenya nzima. Haya maziwa ambayo sisi leo tunakunywa pengine mara moja kwa wiki, chai pengine ya maziwa ni tunu, basi serikali ilikuwa ikileta maziwa. Nakumbuka tulikuwa tukipewa kila siku, nafikiria Alhamisi, kitu kama hicho. Linakuja lori, linamwaga maziwa shuleni, watoto wanaenjoy, wanakunywa maziwa, kitu ambacho ni nadra. Siku hizi huwezi kupata hivyo vitu, vipo na hakuna, yamekatika kutokea wakati huo, hakuna tena. Lakini nasema ni mfano wa serikali vipi mara nyingine inaingia kwenye gharama kwa ajili ya kuwafurahisha watoto. Na serikali nyingi zinafanya miradi, wanajenga skuli, wanajenga hospitali, wanajenga hospitali ya kina mama. Yote
ni kwa ajili ya kutengeneza mazingira mazuri kwa watoto. Mudich Media.